anaenda kwa huyo jina alijitambulisha baba yake. Wapi yuko sasa? Mbinguni, angani. Huyu binti alilishwa lulu. Nataka kuelewa mambo. Apostle, huyu binti alilishwa kito cha lulu. Kwa kile kito ndio kinamuongoza kinampeleka huko. Alilishwa kitu kama lulu kinachong'aa. Kinang'aa. Umemwezeshwa ndio kinafanya nini? Umemwezeshwa ndio kinachofanya niende huko. Huko waliko. Kwenye majini. Baadaye wakaja kimwili mpaka skuli. Wakaja kimwili mpaka skuli. Wakalisha mpaka wanafunzi. Wakalisha wanafunzi pilau. Ndio mwelewe mambo yalivyo. Sasa wakati wanalisha wanafunzi pilau, walimu hawafahamu. Awando walijitambulisha nao wanaenda kuomba kazi skuli wakapewa. Waliomba kazi wakapewa na kazi. Wakalisha wakasema mimi wakakwambia ni babako. Kwa sababu nawafahamu. Sasa wameenda wapi sasa? Wapo bado wanakuja. Wanakuja? Skuli. Wanakuja hapo Japani. Wewe uliacha shule? Nimeacha. Wanakuja nyumbani. Kule skuli ulikoacha? Skuli hawaendi tena ndo basi, maana kwa skuli kwa nifuata mimi. Wanafuata wewe. Mpaka kaingia kwa walimu. Ndio mwelewe, tunakupeleka watoto wa shule. Understand when you take children to school in the hand of God. Hallelujah. Sasa wewe unataka uganga tena? Sitaki uganga. Tunavunja mbegu ya kimajini juu yako. Amen. Mama? Choma vyote. Ulichoma mwenyewe? Maana baada ya kwenda kwa waganga ikasifanikiwi. Wakampa vitu. Nikaenda kwa mashehe kiombea mambo magumu. Nikaona bora nibadili hata dini yenyewe pia. Ndio nivyo. Sikiliza. Ulipoenda kwa waganga walikupa nini? Nikaenda kwa waganga wasema hawaniwezi. Hawakuwezi? Njoo. Na wewe nini mama? Simama. Kama mafuta. Sikilizeni ni watu. Mambo yako huko mengi sana. A lot of things are there. Lazima tumpangue kila kinachotesa wanadamu huko. We must rid everything that afflicts men. Sasa mama, kilichokufanya uje hapa ni nini? Kilichonifanya nije hapa. Nimekuja mwenyewe, ndoa hazisimami, nikiolewa siku 2 naachika. Nani alikwambia uje hapa sasa? Nilikuja mimi mwenyewe, badala kuna siku nilienda kwenye redio kueleza hichi kisa ili nipate kusaidiwa. Akatokea Muungwana akanambia yeye ana kifaa kitanisaidia, akaniletea mafuta ya upako nyumbani. Baada ya kutumia mafuta upako leo tofauti. Baada ya kutumia mafuta upako ndio ilikuwa hatujui kwa sababu hatujawahi kuona kwenye TV. Tulitumia siku hiyo tukamwona komba amekuja na vidole vya binadamu. Akafa. Hatukujua tumfanyie nini, kana tutizama sisi tukakaa naye akaja mtu pale akamchukua. Tofauti gani mnaona kati ya kabla mlitumia mafuta na mlitumia mafuta? Tulipotumia mafuta tulikuwa tuko vizuri. Tukapata msaada hata kuhama pale tulipo. Lakini pia mama sasa amepata kazi. Amepata kazi sasa. Niliandika maombi nyumbani, maana tunajiungamanisha kwenye redio nipate kazi kirahisi. Nimepata kazi ya saluni. Naomba mtume uniombee. Nizidiwe na wateja na nipate kazi yangu mwenyewe. Sasa wewe fikiria kuna mtu anaishi kumbe ni mbegu nyingine. Somebody who is living but is another seed. Na wanaifuatilia wengine nayo. And the owner are following it. Sasa hivi unampenda Yesu? Ndio. Utaki tena mambo ya kwenda kwenye majini? Sitaki tena. Inua mkono juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Dhambi zangu zote. Dhambi zangu. Ninatubu leo. Natubu leo. Naomba msamaha wako. Naomba msamaha. Ninakataa kuwa mtu wa kwenye majini. Kuwa mtu wa kwenye majini. Ninakataa mbegu ya majini. Nakataa mbegu ya majini. Ninakataa mbegu ya giza. Nakataa mbegu. Nakataa magano yao. Nakataa magano yao. Na mimi ninakupokea Yesu. Na mimi ninakupokea Yesu. Niwe mwana wa Mungu. Niwe mwana wa Mungu. Ninamkataa shetani na kazi zake. Namkataa shetani na kazi zake. Nakataa ufalme wa giza. Nakataa magano ya uganga. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo.
kumwozesha baada ya kuona mambo yamekuwa mengi. Ukamwozesha. Mighty name of Jesus. Neno. Mama. Tunafungua nyota. Ni familia yako na watoto mwana. Leo umechelewa. Leo kazi yako imeharibiwa. Naangusha ufalme wa giza na uchawi, majini. Kwanza leo umefunguliwa. Wewe na uzao wako. Binti umefunguliwa. Na kutenganisha ufalme wa giza na watakao kufuatilia moto utawalamba. Hapaswa kuna taarifa nyingine hapa.